haki ya kujulishwa ama ya kupewa access ya ile data yote ambayo kampuni fulani inatumia ama iko nayo yako. Na hii uko na haki ya kwenda kwa bank for example, ama kwenda hospitali na wakujulishe ni personal data gani yako ambayo wako nayo. Haki ya tatu, haki ya ngapi? Uko na haki ya kurekebishwa kwa data yako. Okay? Kwa mfano kama bank ili record your ID vibaya, ama ili record jina lako vibaya, okay? Ama unapata messages ya kwamba umechukua loan fulani na haujachukua, uko na haki ya hiyo jambo kurekebishwa. Tuko pamoja? Ina apply kwa watu wote. Haijalishi kama ni wakili ama ni nani. Kama nimechukua data yako na sijaitumia vizuri, uko na haki. Sawa sawa? Unaweza ukanishtaki na unaweza ukalalamika, na kama ni kweli nilivuta sheria, nitaambiwa niweze kukufidia. Sivyo? Asanteni sana my moderator. Bado ningependa kusema ni kwamba sio hatia kuchukua ama kutumia pasa. Tuko pamoja club once. Kama tuko pamoja club twice. Kama tuko pamoja club twice. Thank you very much. Kwa mfano leo tumefunzwa data yako ikitumika vibaya, ofisi hii itakusaidia. Na tumefunzwa tukaambiwa ya kwamba mtu anaweza kuwa hata amechukua loan na data zako. Uko na njia ya kumstaki. Unaweza kuwa mtu amechukua picha yako na akaitumia mbaya pasipo idhini yako. Kuna njia ya kumstaki na unapata fidia. Sisi ambao tumefunzwa siku ya leo tumejua ya kwamba kupatiana details ama data ovyo ovyo ni dangerous ama ni vibaya. Kwa hivyo tunapatiana data zetu mahali ambapo zinakubalika ama zinatakikana, si kupatiana kila ama all over. Kwa majina naitwa Ben Garethi ama Imani Kubwa. Mimi ni Senior Area Manager hapa Mombasa Isiolo. Na leo niko na furaha kwa sababu ya hii mafunzo ambayo tumeyapata leo kupitia ODPC ambao wamekuja kutufanulia mambo ambayo yametukera kwa muda mrefu, ambao watu hutumia data ya mtu vibaya, na tumekuja kupata elimu vizuri. Nimeona watu wengi sana wakiibiwa kupitia data. Nimeona watu wengi sana wakiingia kwa makesi. Nimeona watu wengi wakiingia kulipa mandeni ambayo hawajakula. Kuweka malalamishi yako kwa ODPC hailipishwi chochote. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, sio lazima usafiri kutoka Isiolo uende Nairobi. ODPC malalamishi yako unaiweka kupitia mtandao. Okay? Na jambo la tatu na la mwisho, kwa muda wa miaka 3 ambayo ODPC amekuwa, na mimi ninasema hivi nikiwa kama mtaalamu wa data privacy, wako na bidii ya mchwa. Wanaangalia malalamishi yote na wanatoa maamuzi. Na hata ukienda kwa website yao utaona over 100 complaints zenye wamepata. Wamefanya uchunguzi wa haki na kweli na wametoa maamuzi. Ndiposa wale watu ambao wanachukua na kutumia data wako mbioni kuhakikisha kwamba wanazingatia sheria, kwa sababu wanajua wasipozingatia sheria kiboko ya ODPC inakuja. Sawa sawa? Hata boardroom, zile boardroom kubwa watu wanaketi, directors wanaketi na data protection and data privacy
is one of their top agendas in those boardrooms. Okay? Na sio hapa Kenya peke yake, dunia mzima, kwa sababu ni lazima tulinde personal data ya Wakenya. Mwisho kabisa, hii mambo ya ODPC haina mkulima mdogo na mkulima mkubwa. Okay? Inazingatia Mkenya bila kujalisha wewe ni mkubwa ama ni mdogo. Hapo ndio tunazingatia na tunahakikisha ya kwamba haki zako zimelindwa visawa, na kama vile za mdosi pia zinalindwa, na kama ni mdosi anakudhulumu, ODPC inaendea huyo mdosi. Okay? Lazima haki zako za privacy zilindwe. Kwa hivyo mjiamini. Kama mtu ametumia data yako vibaya, tafadhali usilale na usiogope na usiseme ati wewe ni mama mboga. Hapana, sheria yetu inakulinda. Kwa macho ya sheria hakuna tajiri na maskini. Okay? Na pia hivyo ndio dini inatufundisha. Kwa macho ya Mungu hakuna tajiri na hakuna maskini. Sivyo? Kwa hivyo msikose kufuatilia rights zenu ati kwa sababu labda hamna fedha. Sivyo? Hapo ni sawa? Asanteni sana. Sasa nitamkabidhi kwa sababu ya kutumika kubaya kwa data. But leo tumeelimishwa ya kwamba kuna ofisi ambayo inasaidia mtu kama huyo ambaye ameathirika na njia kama hiyo. Na watu wa Isiolo walikuwa nyuma sana, wako wamepata hii elimu. But leo wamepata hii elimu na tumefurahi sana kuona ya kwamba kila mtu ambaye amekuja katika hii mafunzo hata waibiwa tena, kwa sababu kuna njia na kuna mambo mwafaka ambayo yatamsaidia wakati data zake zinatumika vibaya. Ni wakili Anthony Ng'ang'a, na ukiwa na malalamishi unaweza ukazungumza na ofisi ya ODPC kupitia mtandao www.odpc.co.ke. Ndio, asanteni sana, tuweze kutunza data. Ninazungumza kutoka pande za Isiolo ambapo tumekuwa na public sensitization courtesy of the Office of the Data Protection Commissioner, na kuna mambo matatu ambayo ningependa wananchi wazingatie kwa mambo ya personal data. Jambo la kwanza ni kwamba kabla upeane personal data yako ama kabla upeane information yako, ni vizuri uulize maswali. Hii data mnaichukua ya kazi gani? Mnaitumia kwa sababu gani? Mnashare na nani? Na mko na hatua gani za kuitunza? Kwa sababu jukumu la kwanza ni langu mimi kama Mkenya, ni lako wewe kama Mkenya, kuhakikisha ya kwamba umelinda your personal data from violations. Na wakati wowote ambapo utakuwa na malalamishi, kumbuka unaweza zungumza na Office of the Data Protection Commissioner ambao wameweka njia rahisi sana kupitia mtandao ili uweze kuweka complaint yako, waichunguze na watoe maamuzi. Hii mafundisho tumeletewa na hii ofisi ya ODPC kuhusu data protection. Tumefundishwa mambo ya maana, na hakika kila mtu ambaye amesikiza hii mafundisho hataweza kuwa jinsi vile alivyokuwa, kwa sababu kuna mambo mengi sana tumefundishwa kuhusu haki zetu. Tukaambiwa kila kitu ambaye inakuidentify ni data yako. Vile tumefundishwa ya kwamba tuwe tunachunga data zako. Mtu anapochukua jina yako ama ID yako, unafuatilia, unajua anaenda kufanya naye kazi gani, kwa sababu details zingine tumekuja kujua zinaenda kutumika vibaya. Kwa hivyo sasa hapa Isiolo tumekuwa na shukrani mingi sana, na kutoka sasa wale wote ambao wamekuwa wamesoea kutuibia data zetu wanakuja wakitutiza majina. Watu wengine wanakuja na makaratasi, unaambiwa sign hapa, andika ID yako, tupea namba yako ya simu. Tumejua hayo mambo sasa ni ukora, na mambo kama hayo tumejua ofisi ambaye tutakuwa tunaenda kustaki. Kwa hivyo ningeomba hata serikali tusaidie, kwa sababu data zetu pia kama wananchi tunajua zinatumika mahali kwingi. Hata tukiingia kwa mbirusi ambazo tunalipa hata za maji, unakuta mtu wa maji amekuja akasoma hata mita yako, lakini ile kitu atakutumia
sio ile amesoma. Unakuta umekuwa machange, mambo mingi sana inakuwa ikiharibikia mwananchi kwa sababu ya kutojua mahali anaweza lalamika. Kwa hivyo siku ya leo tumejua mahali kama wakaaji wa Isiolo, mahali ambaye tutaenda kupeleka malalamishi yetu, na nyinyi ambaye mmekuwa mkitutumia vibaya, unapokuja kusoma data zetu tutakutania na nyinyi kwa hiyo ofisi, na kwa sababu tumejua kisetu. Asanteni sana.